Kuna mchungaji nimesikia hiyo line. Nasikia mchungaji umechoka. Nasikia hiyo. Nasikia mchungaji umechoka na you are almost to suspend ministry. Nasikia achilia hii maneno hapa. Mchungaji huyu asifike mwisho, sababu atakapofika mwisho itakuwa ni mwanzo wake wa kuisha. Nilipokuwa ninawasa maneno ile, nimeletewa maandishi iko katika kitabu cha Isaiah 55:11. In the book of Isaiah chapter 55 verse 11. Mungu ameniambia mchungaji, nimemnenea mambo mengi kuhusu kumbariki na kuinua huduma yake, lakini mchungaji huyu kwa sababu ya mambo anayopitia pale kwa ministry, mara watu wanakuja wanamuacha na madharau. Mchungaji amefika mwisho. Sasa mwambie maneno hii ili asifike hapo. Mchungaji, ninasikia uko laini ya Kayole. Laini inakuja, naona uko laini ya Kayole kutoka Eastland na Kayole, hiyo laini nasikia mchungaji uko hiyo laini. Na ninaona sasa mchungaji uko karibu sasa kufunga ministry. Sasa Jehova ameniambia nikupatie hiyo ujumbe. Isaiah 55 ati inasema, pasa sikiliza kwa makini, hakuna neno langu litanirejelea bure, bali litatimiza mapenzi yake. Mungu ameniambia ashakunenea kuhusu ministry, ati ministry ile inakuja kwenda mbali sana, lakini kwa sababu ya mapito unayopitia unaona kana kwamba maneno ile Mungu anakunenea ni maombo. Hata kuna bahari nasikia umeanza kujidoubt, umeanza kudoubt message zenye Mungu anakunenea na ndoto. Unaona ni kama kwamba si Mungu, ni kama unaota mambo yako, sababu the moment tu Mungu anakuotesa mambo makubwa hapa physical, unakula shida ni mingi, washirika wanakuacha. Naona uko na shida mpaka unaanza kudoubt ndoto zako. Mungu aliniambia nikwambie hiyo, ati Isaiah 55:11, hakuna neno langu litanirejelea bure, lakini lazima litatimia. Nasikia nikwambie, ile kanisa Mungu alikuonyesha kwa ndoto, ukaota ukiwa kwa jukwaa, umefanya hurusi imejaa watu. Nasikia ndoto hiyo ati uache kudoubt ati ni Mungu alikunenea hiyo. Nasikia sasa ati uache kudoubt ni Mungu alikunenea hiyo. Nasikia Mungu amekuwa akikunenea, lakini umekula shida sana. Sasa unaona kama ile ni mambo yako unaotaga na unaona kana kwamba haitatimia. Sasa sikiliza, kuna mtu alikuwa anaitwa Habakuku, akanenewa na nabii. Jehova aliambia Habakuku, andika maono hiyo na herufi kubwa, maana hata kama itakaa lazima itatimia. Nasikia nikwambie, hiyo kanisa inaonekana mbele yako, kanisa kubwa. Kanisa hiyo upende usipende, hata kama itachukua muda iko, sababu ni neno lile ama ni jambo lile limetoka kwa Jehova, na kitabu chake ni cha Isaiah 55:11. Neno lote lile lililotoka kwa Jehova lazima litatimia. Pia nikasikia Numbers, uende usome Numbers kutoka 25 I think either 23, Numbers 23 hiyo. Nasikia pale ati Mungu akaambia Balaam, abia Balaki, mimi si mtu nidanganyane, na mimi si mwanadamu nikose kutimiza, lakini neno lote lililotoka kwangu lazima nitalifuata na nilitimize. Mlango yenye nimekuzafungua hakuna mtu anaweza funga, na ile mlango nimefunga basi hakuna mtu anaweza fungua. Numbers 23, nasikia iko Numbers 23 uanze verse 1 uteremke hivi utapata maneno hiyo hapo. Nasikia hiyo sasa, pastor, usati uvumilie sana. Kuna jambo jipya linakuja kuchipuka kwako, ndiposa unakula shida. Tena nikasikia ati nikwambie hii nyumba ambayo ni ya ghorofa 30, msingi wake haujengwi na wiki mbili, bali msingi wake unachukua muda kwa sababu ya ile uzito itakuja kuhold. Vile vile nikasikia nikwambie nyumba ya ghorofa 10 haijengwi na material weak, inajengwa na material strong ambazo ni chuma ya Y12 and whatever, kwa sababu ya ile uzito itakuja kubeba. Sasa nasikia huduma yako iko na uzito. Nasikia Mungu amekuwekea ministry ya deliverance kubwa sana. Sasa hii ministry usifikirie ati utaipata kirahisi. Nasikia foundation yake lazima itachukua muda. That is why unaona unakula shida kwa muda mrefu. Foundation determine na ile uzito itabeba. Sasa foundation hii ndio unapitia hii hali gumu. Ati uache kudoubt message za Jehova. Uache kudoubt message za Jehova.
Pastor, nasikia uko laini ya Eastland Kayole, nimeambiwa niachilie hii ujumbe hapa. Nikisa achilia tu Pastor atakutana nayo. Nasikia foundation lazima ikuwe firm. Nasikia vile vile uzito ile lazima hii itajengwa na material strong. Sasa nasikia uvumilie. Kuna kanisa kubwa sana mbele yako Pastor. Ninakuona ukiwa kwa jukwaa, ukiwa unafanya kurusha kubwa. Ninakuona kwa TV. Pastor, ninasikia nikutie nguvu na hiyo na uache kudoubt message za Rabii. God bless you. I wish you the best. Na utakapokutana na message hii, sasa ombea jambo hiyo. Mungu akubariki na kutende mema. Tutazidi na kusema sana. Thank you.